It begins like an ordinary day. Students move between lectures, laughter fills the air, and dreams take slowly shape within the university. Yet, beneath this normalcy, a troubling question lingers in the minds of students. Are we truly safe? Behind the gates and security checkpoints are stories rarely told, moments where fear replaces certainty and incidents leaving lasting marks. And so the difficult questions arise. Who is responsible when safety is broken? Are security measures truly enough? And if danger exists within the campus itself, where can students turn to for protection? For some, these concerns are distant whispers. For others, they are real and deeply personal. Because within these campuses, where the future is built, safety should never be uncertain. It should be assured. Beyond these gates lies more than just education. There are risks, there are experiences, there are truths that many choose to ignore. Tonight, we uncover those truths. At the center of campus protection stands the security department. Their responsibility goes beyond monitoring entrances. It involves constant vigilance, decision-making, and response. Every day, they work to balance openness with control in a dynamic student environment. Yet, even with these efforts, maintaining security remains a complex and evolving challenge. Mimi kwa majina naitwa James Kerema. Okay. Nafanya Maasai University kama security officer. Ni mambo na ID. Kwanza, the first rule for the children, for us security, is for them to carry the ID, the school ID. Jambo la mwisho kwa wanafunzi ni ushirikiano mwema na heshima kwa kati ya wanafunzi na security officers. Even with these measures in place, the reality for many students extends beyond the gates. The transition from a controlled campus environment to the outside world often comes with increased vulnerability. It is in these spaces that many incidents quietly unfold. And for some students, these are not distant stories, but personal experiences that leave lasting impact. Behind every statistic is a human story, a moment where routine turns into risk and safety is suddenly taken away. These experiences often happen without warning, leaving victims to deal with both physical and emotional consequences. For Marcos, what seemed like a normal walk home become a life-altering moment. Kwa majina mimi naitwa Marcos. So I was coming from the school. Kulikuwa kunanyesha. So then nilifika hapo karibu na duka fulani kwa hapa karibu na SMD. Nikaona two lads wamesimama kwa hiyo duka yenye inakuanga hapa ya Omar Hussein. Nilipata wame rest juu mimi nilidhani tu wanajificha mvua, so nikaamua tu acha nipite juu mimi nilikuwa nimevalia jacket na kofia, so mvua haikuwa threat kwangu. So before niingie kwa gate wakanisimamisha na ndo wakaniambia niwape simu na M-Pesa pin. Na hapo ndo nilidungwa vibaya sana, nilidungwa kwa magoti. Tazum. Na nilidungwa kwa magoti jo. Na niliumia manze. Siwezi sema sikuumia, niliumia juu hiyo injury ili take long. I was really traumatized. Marco's experience highlights how insecurity can follow students across different spaces. It is not limited to one location or one type of incident. Instead,
it reflects a broader pattern that affects both physical safety and peace of mind. For others, these encounters take different forms, yet leave equally lasting effects. Majina yangu naitwa Mercy John. Mimi ni mwanafunzi na pia mkazi wa eneo hili la Masai Mara na naishi around the school. Mimi ni mwadhiriwa wa wizi, theft and harassment. Mwaka jana niliibiwa kwa nyumba yangu, wezi waliniingilia wakanipiga na kunibebea vitu zangu za nyumba zote. Pia Kenye naomba ni wanaohusika na usalama ndani na around the school wa take action, wa make sure make sure security imeangaliwa, na wenye tumepitia harassment na theft tupate kusaidiwa pia na kuwa compensated. Security challenges are not confined within campus boundaries. Members of the surrounding community witness these patterns unfold daily. Their perspective adds another layer to understanding where and how these incidents occur. For those who operate around student spaces, the issue is both visible and concerning. Naitwa Joseph Mairura. Ukosefu wa salama huku ni vijana usiku kuibia watu. Sana sana hii barabara ya kwenda huko chini ama the other side ukiangalia. Lakini sana sana kitu naweza sema ni juu ya security lights. Kama kunaweza kuwa na security lights, mtu anaweza kuwa safe kutembea kama ni end time, hata kama ikifika ni usiku saa 4 akienda hivi akikosa bike anaweza tembea akienda the other side ama ateremuka hapo. So sana sana ni security lights. While external factors play a role, concerns also arise from within student residence. Hostels meant to offer comfort and security sometimes become spaces of vulnerability. These internal challenges are often overlooked but widely experienced. For many students, the issues are closer than expected. Kwa majina naitwa Joan Mali na naishi hapa Mara Hostel. Theft. Kuna wizi sana about theft huku. Kuna wizi inaendelea sana huku shule. Ya kwanza tunaibiwa sana nguo. So kitu tunaweza omba ifanyike huku ni kuwekewa CCTV cameras huko nyuma huko kwa hanglines, ndio zinaweza saidia sana. About harassment nimesikia ambao kuna wanaume wengi wanatishia wengine, wanatishia wasichana wao, like wenye wanawadate huko ndani. Unapata msichana like kama ako na boyfriend na anaishi nje, haezi karibisha beshte yake kama rafiki yake kwa room juu anaogopa huyu mwanamume wake anaweza kuja anamtishia, anaweza muua, anaweza mfanyia kitu mbaya. Vitu kama hizo ndo nimesikia. Shule inafaa like haifai sana kuruhusu wanaume waingie huku ndani. Hiyo tu ndo ningeomba. For students living beyond campus grounds, the sense of security becomes even more uncertain. Without the structured systems found within the university, they rely heavily on personal awareness and external conditions. This often increases their exposure to risk. Their daily experience reflects a different side of campus life. Kwa majina naitwa Gregory Osoro, mwanafunzi Masai Mara University. So comrade wakitoka kwenda like huku nje kwa vilabu kujibamba, umesikia msanii amekuja huko, sometimes inakuwa vigumu kutoka mapema. So mambo ni mengi yanafanyika huko. So comrade inabidi atoke saa 8. Like ukiona hiyo time saa 8 ni late sana kwa mwanafunzi. Kwanza msichana kurudi kutoka kule like sema pale Mara Vegas mpaka shule inakuwa ngumu. So napata anabako pale nje, anajisiwa, alafu mambo inakuwa ngumu. So I think hiyo inastahili uangalie sana
then shule ishughulikie hapo, at least kuwe na usalama hapa ndani ya shule na huko nje. Beyond academics, student social life also plays a role in shaping security experiences. Entertainment spaces, while offering relaxation, can also become points of vulnerability. The timing, environment, and circumstances often increase the likelihood of incidents. This connection between lifestyle and security cannot be ignored. Across all these voices, one message becomes clear. Campus insecurity is not a single issue. It is a combination of internal gaps, external threats, and personal choices. Addressing it requires awareness, operation, and consistent action from all sides. The question remains not just what is happening, but what can be done moving forward. Because a place meant to build the future should never be a place of fear. Safety is not a privilege, it is a right.